sana. Akili lazima ifanye kazi, kwa sababu unaweza ukafanya bidhaa zingine zikaonekana kama hazina thamani, ila kufanya vitu vingi vyote vionekane vina thamani ni akili kubwa. Na Mnyamwezi hakuchoka, aliendelea kuipambania kampuni yake na akaendelea kujiexpand. Akaanzisha maduka London, unanielewa vizuri akaanzisha maduka New York pale, kwa sababu ilikuwa bado alikuwa amejitafuta kipindi kile, so kulikuwa ni sehemu alikotoka, ila hakuwahi kuweka headquarter au kuweka makao ambayo yeye mwenyewe sasa ana appreciate, na kwamba hapa mimi ndo inakuwa ni sehemu ambayo kila mtu akitaka story, akitaka kunijua na kujua Polo imetoka wapi, inabidi akaangalia New York. Unanielewa vizuri So New York pia akaexpand, akafungua store kubwa sana. So Polo ikaendelea expand na kuendelea kujiweka vizuri, na hiyo tunazungumzia ni miaka ya 80 ishafika sasa, mpaka miaka ya 80 na kitu pale, wanasema miaka ya 80 kuanzia 82 mpaka 86 na akaanzisha sasa tunasema ni fashion line. Akaanza kutengeneza baadhi ya vitu kama accessories sio accessories actually, ni mavazi ya michezo, tunasema ni sport line Akaanza kutengeneza tunasema t-shirt kipindi kile. Polo unajua kwenye tennis 92 kwenye tennis, maana kwenye tennis mara nyingi watu walikuwa washazoea kuona t-shirt za Lacoste and everything, lakini yeye aliingiza pia, akaanza kuitengenezea pia na nini, akaingiza Polo kwenye nini, kwenye mavazi ya michezo, au tunasema ikawa ni sport line miaka hiyo. Na baada ya hapo sasa, baada ya kugrind na kuforce, Mnyamwezi ikabidi sasa yeye apambanie zaidi mchongo wake, na ili apambanie akaona ili michongo iende zaidi inabidi apate usaidizi, ambao usaidizi wenyewe anaupataje? Lazima kuna namna tu, itabidi watu waongeze nguvu ili kuifanya Polo expand, unajua vile, na watu wataongezaje nguvu? Akaifanya kampuni yake kuwa public, unanielewa vizuri, watu kununua hisa pale. So watu ile kununua hisa and everything ikaongeza nguvu na kuifanya sasa Polo iendelee kuexpand zaidi duniani, tunasema mpaka miaka ya 2000. Though hakutoka soka na kwamba eti Polo aliuza hisa yeye akatoka, aligawa pasenti tu, yani kuna pasenti zake zilikuwepo, ambazo pasenti zake yeye ndo zinamfanya yeye awe kiongozi, yani yeye awe pale juu top. So bado alikuwa anataka kampuni, na kampuni alikuwa anataka kuiendesha yeye, ila alitaka usaidizi na watu wengine waweke share. Mpaka miaka ya 2000 tunazungumzia kipindi hicho. Sasa tayari kama ni uligas wa kampuni, kama ni ukubwa wa kampuni, tayari Mnyamwezi alikuwa shautengeneza, na kuna watu ambao tayari walikuwa shaanza kuwekeza nguvu kubwa. Polo ilikuwa shaanza, tuseme sio Marekani, sio Ulaya, sio Asia, mpaka huko Afrika. Sisi mpaka leo hata ukizungumzia Polo lazima tu, hata kama kuna mtu ambaye hajui uhalisia wa brand, lakini ukimwambia hii logo unaijua, atakwambia anaielewa. That means ni energy na nguvu kubwa ambayo alitumia mzee Ralph Lauren mwenyewe, na kwa vitu vingi ambavyo amefanya yule jamaa, na mimi ambavyo nanyoshaga mikono kutoka kuachia nafasi yake kuwa CEO 2015 na unaona kwa huko ni bado kidogo, ni mbali kidogo, kwa sababu huko alikuja kuona asaidiwe majukumu, lakini sio kwamba yeye atoke kwenye mchongo, ila tu ni kwamba bana, kuna mtu inabidi akae, ila mimi nitakuwa na oversee everything. Yani kampuni haiwezi kaendeshwa bila mimi, labda mimi nife. Na nielewa vizuri Ila hii miaka hapa sasa tunazungumzia labda kwa mfano mwaka 2005 kafanya unyamwezi mwingi sana kwenye runways zake, unanielewa vizuri, ambazo alikuwa anaonyesha the way mtu unaweza ukagrind kutoka chini kwenda juu, kwa sababu mafanikio hayaji tu kama mtu utakaa umepoa, ila mafanikio yanakuja kama ukiwa na nia na uthubutu wako mwenyewe kabisa, progress. So unanielewa vizuri Sasa runway zake alizokuwa anazifanya yeye, ambacho nakipenda zaidi kwa Mnyamwezi ni tunasemaga uniqueness wa mavazi. Ule mzee ukimwangalia ni kama wa Mexico fulani hivi, unajua ukimwangalia ni kama watu fulani wa kitambo, lakini fashion haijawahi kuisha kwake. So unanielewa vizuri, yani fashion kwake imekuwa ni kama DNA, yani yeye na fashion kumtenganisha inakuwa ni vitu ambavyo hauwezi ukatenganisha hata siku moja. Napenda the way anavyoonyesha watu jinsi ambavyo mtu inabidi uwe comfortable na unachokifanya, uwe comfortable na ambacho unaona hiki kwangu mimi ni sahihi, hasa kwenye mavazi. So
So anaelewa vizuri na amefanya unyamwezi mwingi sana. Ameonyesha dunia kwa namna ambayo wewe kama uwezi ukaelewa, basi alikuonyesha kwenye zile runways zake na kila kitu na matukio yake yote makubwa aliyofanya. So anaelewa vizuri. 2018 Polo inafikisha miaka 50 ikiwa kama kampuni, na ikiwa kama kampuni ambayo imefanikiwa kusimamisha line nyingi ambazo zinafanya vizuri mpaka hii leo. Kabisa, kwa sababu ujue tunasema corporation, Ralph Lauren Corporation yenyewe ilianza 67, hiyo line ya kwanza. So 1968 ndo Polo inaanza. Kwa hiyo ukija kuangalia kutoka 68 mpaka 2018 hiyo ni miaka 50. So unaelewa vizuri kiuhalisia. Hata wewe leo ukija kumwangalia mtu aliyefanya kazi miaka 50, hiyo achievement sio ndogo my brother. Manake ni mtu aliyepambana sana vibaya mno. Na kwenye hiyo, kwa sababu alifanya runway kabisa, kwenye runway yake walikuja watu maarufu sana. Unajua watu ambao walikuja, kwa sababu haikuwa rahisi, sio rahisi mtu kuisimamia kampuni na bado unaiona mafanikio yake mpaka kwenye utu uzima wako. Unajua vile Kanye West alihudhuria mnyamwezi wa fashion, so unaelewa vizuri kina wanaitwa Hillary Clinton walihudhuria kwenye ile fashion show, kina Oprah, watu ambao walikuwa tunasema kwenye image ya jamii wana success kubwa. Kwa walivyoona success ya mnyamwezi pia waliamua pia kushow up na kuonyesha kwamba bwana, umefanya kazi kubwa sana, you deserve everything. Ile ilikuwa ni kama birthday yake ya pili, ukiachana na birthday ya kuzaliwa, ile ni birthday yake ya pili, kwa sababu miaka 50 sio kitu kidogo. Kuna watu hata kuishi tu miaka 50 hawafiki mnyamwezi. Mbali na kampuni ya mavazi, lakini pia mnyamwezi nasikia alifanikiwa kusimamisha baadhi ya migahawa. Kabisa, na migahawa yake, unajua wanasemaga kwenye fashion kuna watu wanakuaga limited. Yani unaweza ukaishia tu kwenye fashion alafu ndo ikawa mwisho wako, ukashindwa kufanya vitu vingine. Na nitakwambia kitu kingine kizuri hicho kifanya huyo jamaa, ukiachana tu pia na migahawa, kwa sababu migahawa alianza kufungua Chicago, kafungua New York, kafungua Paris, na ni migahawa ya Polo. Yani sio kwamba mgahawa wa Ralph Lauren, ni mgahawa wa Polo. Kwa hiyo ukienda kula pale, ukienda kuenjoy life kwenye ile restaurant, manake umeenda kwenye Polo. Tunakupa nguo, tunakupa na misosi. Tunakupa misosi, and then you experience sio tu nguo and misosi and everything, una experience creativity. Yani pale, kwa sababu alichokifanya yule mnyamwezi, aliuza mpaka furnitures, mpaka bed, vitanda hivi. Yani unajua mpaka arrangement ya ndani, unajua the way jinsi unavyotakiwa kufanya michongo yako na kufanya sehemu yako iendane na wewe jinsi ulivyo. Hauwezi ukawa creative kwenye mavazi alafu tukaja wewe sehemu ambayo upo tukakuta yani maisha yako itakuwa ni kama una fake life. Obviously Wayahudi ukiwaangalia wana DNA za kama watu wa Arusha. Wanapenda sana kupambana. Vibaya mno. Pia kwamba alisimamisha mpaka michongo ya furniture. Sishangai kwa sababu wale ni watu ambao wanaamini kwenye progress na zinawaletea matokeo. Kabisa. Na ule mnyamwezi kwenye fashion set tunaweza tukasema kwamba ule jamaa hadaiwi, kwa sababu amefanya kila kitu, na bahati nzuri Mungu amemweka ule mnyamwezi mzima mpaka leo ana miaka 86. Sio, unaelewa vizuri amefanya kila kitu. Na mwaka jana tu hapo 2025 tunasema alipewa ile inaitwa Presidential Medal of Freedom. So unaelewa vizuri, na hiyo ambayo anavalishwa na rais, na hiyo hapewi mtu yoyote my brother, ni heshima. Yani ile ni tunasemaga anapewa mtu ambaye amefanya vitu kwenye jamii ambavyo sio vya kawaida. Kwa mfano tukizungumzia watu ambao wamepewa vile, kwa mfano watu ambao kwenye fashion labda na watu wengine entertainment, tunazungumzia mtu kama Michael Jordan, yeye amepewa ile kitu, kapewa ile tuzo ya heshima. Tunamzungumzia Ralph Lauren mwaka jana tu, imagine mzee akiwa na miaka 85 ndo anakuja kuipata ile kitu. That means pengine angekuwa hata na angefariki akiwa bado asingepewa ile crown, si ndio hivyo? Tunazungumzia tu kama kina Oprah, wamepata ile kitu kwa sababu ya mafanikio yao, na pia kwenye jamii walionyesha kitu ambacho sio kila mtu ameweza kukifanikisha, kwa sababu Polo alifungua pia mpaka foundation ya breast cancer kusaidia watu and everything. So mchango wake kwenye jamii ni mkubwa, na ndio maana tuzo ya heshima kwake haikumtembelea mbali, ana deserve. Kwenye ulimwengu wa mavazi, designer wengi wamekuwa wakikutana na changamoto ya kuhamia upande wa pili, kutoka kuwa wanaume na kuhamia upande ambao haupendezi kidogo, wanapoteza ile sifa yao ya wanaume. Vipi kwa mnyamwezi Polo?
Ralph Lauren uzuri yuko straight, na toka mwaka 1964 way back kipindi hicho alifunga ndoa na Ricky. So toka kipindi hicho amefunga ndoa mpaka leo. Ndoa ya mwaka 1964 mpaka leo wako pamoja. So Mnyamwezi hana tatizo na hiyo michongo kabisa. So Mnyamwezi yuko straight. Japo miaka ya 90 pale ilisemekana kuna namna kama Mnyamwezi alikuwa anaonekana kama ana uhusiano na modo mmoja hivi ambao alikuwa anaishi naye kwenye mazingira, unajua zile runway zile nini ya, ila ilikuja ikazimwa kama hakuna kitu kilichotokea. Na despite nayo yote, ila Mnyamwezi yuko straight. Tuseme zilikuwa ni skendo na pia zinawezekana zikawa za ukweli, lakini kinachomata zaidi mpaka sasa hivi yupo na nani, si unanielewa vizuri, na amezaa watoto 3 na mke wake, si unanielewa vizuri, na maisha yake hapo straight, hajawahi kufeli. Na pia ule Mnyamwezi katika life lake wanasema anapenda sana design fulani ya mashamba. Ana almost kama heka anasema 17,000. Imagine, na zote zina ng'ombe. Kwenye personal lifestyle yake nini ambacho unakiona hasa ni kama hobby yake? Magari. Magari sana. So yani magari kila yani vyote. Yani ukizungumzia magari ya kifahari, yule Mnyamwezi ndo vitu vyake. Na wanasema kitu ambacho ile makadirio ya kawaida kabisa kwenye sehemu yake ambako ndo magari yake yapo, almost kuna kama wakipiga yale magari, yani kucalculate zile hesabu, ni kama $600,000,000. Sasa hiyo $600,000,000 calculate hapo kwa kawaida. Hizo Mnyamwezi almost kama yani kwenye magari yale yamepaki pale kuna kama $1.5 hivi. Sio, naelewa vizuri. Kuna mtoto wake yoyote ambaye anaonyesha kufuata nyayo zake? Wengi actually wameweka kwenye hisa, yani hisa ya familia, kama familia ya kwake wapo kwenye kampuni kabisa ya Apollo. So kwa namna moja au nyingine lazima tu atahusishwa kwenye michongo, amewagaia hisa. Yasije akatokea kama ya mzee Guccio. Haiwezekani, sio rahisi sana. Good news ni kwamba sehemu ambayo sisi tulikuwa tumekaa na kuweza kukupa madini yote ya Mnyamwezi Polo panaitwa MJ Apartment. Nikwambie tu ni sehemu ambayo wewe unaweza ukasogea ukakodi kuanzia kwa siku mpaka kwa mwezi, ukakaa ukaenjoy. Location iko town kabisa, mkabala na Makumbusho. Kwenye Bolt ukiandika MJ Apartment, kuanzia siku tunapokea oda yako, mwezi, siku 2, wiki. Unasubiri nini? Sehemu pekee ambapo unapata huduma zote za muhimu na extra. Sehemu pekee ambapo tunajali enjoyment yako, tunajali privacy yako, lakini pia tunahakikisha unakuwa unajihisi kama uko nyumbani. Cha kufanya ni kutupigia namba za simu hizo hapo chini, kusogea, kupumzika na kuenjoy your lifestyle. Karibu MJ Apartment, karibu tukuhudumie. Yes, nikwambie tuendelea kustay kwenye Runaway, sehemu pekee ambapo tunakupa good story na good information. Mimi naitwa Brain, nilikuwa na Mamen 212 the chief computer, ambayo kila siku inadondoka hapa kutuelezea story za Wanyamwezi mbalimbali kutoka kwenye struggle mpaka wanafanikiwa. Till next time, we outside.